Mpenzi msikilizaji, katika taarifa hii, mimi mwanahabari Harrison Oluoch nimejifungata kibwebwe, kudadavua, kubabadua, kudodosa na kudadisi wasifu wa kinara wa KOTU Mzee Francis Atwoli. Na kusihi kwa taadhima na unyenyekevu uandamani nami unyo kwenye mtiririko wa taarifa hii ili ung'amue kwamba Mzee Francis Atwoli siye tu kinara wa KOTU nchini Kenya, bali ni jagina wa majagina katika ulingo wa utetezi wa maslahi ya wafanyikazi, anayetambuliwa na kutukuzwa kote duniani. Mbali na kuwa katibu mkuu wa KOTU nchini Kenya, Atwoli pia ni rais wa shirikisho la kutetea maslahi ya wafanyikazi barani Afrika, The Organization of African Trade Union Unity, yenye makao makuu jijini Accra nchini Ghana. Atwoli pia ni mwanachama wa kamati kuu ya shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia maslahi ya wafanyikazi duniani, The International Labour Organization, yenye makao makuu jijini Geneva nchini Switzerland. Atwoli pia ni naibu rais wa shirikisho la kutetea maslahi ya wafanyikazi ya Jumuiya ya Madola, The Commonwealth Trade Union Group, yenye makao makuu jijini London nchini Uingereza. Atwoli pia ni makamu wa rais wa shirikisho la kimataifa la kutetea maslahi ya wafanyikazi, The International Trade Union Confederation, yenye makao makuu jijini Brussels nchini Ubelgiji. Na kwenye mikutano ya kila mwaka ijulikanayo kama The International Labour Conference, ambayo hufanyika jijini Geneva nchini Switzerland, Atwoli huwa naibu mwenyekiti. Katika ulingo wa masomo, Atwoli amejihami kwa shahada ya kwanza katika fani ya rasilimali watu kutoka chuo kikuu cha Cavendish nchini Uganda. Kiongozi huyo pia amewahi kupata mafunzo maalum yanayohusiana na masuala ya haki za wafanyikazi kutoka chuo cha wafanyikazi cha Turin nchini Italia. Atwoli pia amewahi kupokea mafunzo kuhusu masuala ya leba kutoka chuo cha wafanyikazi cha George Miney nchini Marekani. Jagina huyo pia amejihami kwa shahada ya taadhima ya udaktari kutoka chuo kikuu cha Masinde Muliro. Dr. Francis Atwoli alizaliwa mwaka wa 1949 katika eneo bunge la Huisero jimboni Kakamega. Atwoli alijitosa katika uchanja wa uongozi wa kutetea maslahi ya wafanyikazi mwaka wa 1967 akiwa mfanyikazi wa shirika la posta. Baadaye Atwoli aliendelea kupanda ngazi aste hadi mwaka wa 2001 alipochaguliwa kuwa katibu mkuu wa KOTU na kuchukua nafasi ya kinara mtangulizi wake Joseph Mugala. Atwoli amechaguliwa tena kwa awamu ya 6 ambapo atahudumu kama katibu mkuu wa KOTU kuanzia mwaka wa 2026 hadi mwaka wa 2031. Chini ya himaya ya Mzee Atwoli, usimamizi wa KOTU kwa sasa unapepea katika anga ya mabadiliko ya kidijitali, huku teknolojia ya kifahari ikipewa kipaumbele katika vitengo vyote vya shirikisho hilo linalowashughulikia zaidi ya wafanyakazi milioni 4. Mpenzi msikilizaji, mimi mhariri mkuu wa Radio Mtitigo Harrison Oluoch sasa natamatisha taarifa jinsi Mzee Atwoli hutamatisha hotuba zake. Shenzi sana!